Mama yako ni mpishi mzuri sana, chakula ni kitamu sana. Ni kweli baba. Oh, asante mtoto wangu mzuri. Katika kijiji tulivu cha kijani kibichi kulikuwa na familia ya Mzee Juma na mkewe Zawadi. Lakini pia walikuwa na binti yao mpendwa aliyeitwa Neema. Walikuwa wakiishi kwa furaha tele, wakila milo yao kwenye mkeka nje ya nyumba yao ya udongo. Huku kicheko cha Neema kikisikika kote kijijini. Licha ya umaskini wao, upendo wao ulikuwa wa thamani kuliko dhahabu. Siku moja Juma aliamua kuondoka kwenda mjini kutafuta maisha bora. Aliahidi kurudi akiwa na mali na kuwatoa kwenye umaskini. Zawadi, mke wangu, nitatunza kila senti kwa ajili yenu, alisema huku akiwapungia mkono familia yake wakati jua likichomoza. Kule mjini bahati ilimchekea Juma kwa haraka sana. Alifanikiwa kupata utajiri mkubwa, lakini kadri akaunti yake ya benki ilivyoongezeka ndivyo kumbukumbu ya mkewe na binti yake mdogo ilivyofutika. Alioa mwanamke mwingine aliyeitwa Linda. Mwanamke mrembo lakini mwenye roho ya kikatili. Baada ya miaka michache Juma alirudi kijijini akiwa na gari la kifahari. Hakurudi kwa unyenyekevu bali kwa dharau. Alimkuta Zawadi akiwa bado anapambana. Lakini Juma alimwambia wazi wazi, nimeoa mwanamke mwingine mjini anayenifaa. Nimekuja kumchukua Neema tu akasome. Wewe rudi kwenu, hatuna uhusiano tena. Zawadi alibaki na majonzi, akitazama mwanae akichukuliwa na baba yake aliyekuwa mgeni kwake. Linda, kutana na binti yangu Neema. Karibu sana mtoto wangu. Asante mama. Baada ya kufika mjini, maisha ya Neema yakawa kama jehanamu. Linda, mama yake wa kambo, alimfanya kama mtumwa. Alimtesa, akamnyima chakula na kumfanyia kila aina ya ukatili Juma asipokuwepo. Unaleta ujinga. Nisamee mama. Linda hakuwa mbaya kwa Neema tu. Alikuwa na tabia chafu, akimdharau hata Juma na kumfanyia vitendo vya hila, huku akitumia pesa za Juma kwa starehe zake binafsi. Wakati Zawadi analia kule kijijini, Mungu hakumtupa. Alimkutanisha na bwana mmoja anaitwa Musa, mfanyabiashara mkubwa na mcha Mungu, aliyekuwa ametembelea kijijini hapo. Musa alivutiwa na hekima na unyenyekevu wa Zawadi. Walioana na Zawadi akahamia jijini, akiishi maisha ya kifahari na mume aliyemthamini na kumpenda kwa dhati. Nakupenda malkia wangu mzuri. Nakupenda pia mume wangu. Mambo yalianza kumwendea vibaya Juma. Linda alimfilisi kila kitu kupitia mikataba ya kitapeli na kisha kumkimbia. Ndani ya muda mfupi Juma alipoteza kila kitu, nyumba, magari, biashara, na akawa amechoka na hana msaada wowote. Hapo ndipo akakumbuka nyumbani. Alirudi kijijini kumtafuta Zawadi ili amuombe msamaha, akiamini angemkuta bado anamsubiri kwenye ile nyumba yao ya udongo. Alipofika kijijini alikuta nyumba yao imebomoka. Majirani walimcheka na kumwambia, Zawadi hayupo hapa. Ameolewa na tajiri mkubwa anayemthamini. Sasa hivi yeye ni malkia. Juma alibaki akiwa ameketi kwenye vumbi akilia kwa majuto. Alimpoteza mke wake kwa kumsaliti na kwa ajili ya anasa za muda mfupi. Wakati huo huo Zawadi aliungana tena na mwanae Neema, ambaye alimchukua baada ya baba yake kufilisika. Walikuwa wakiishi kwa amani na upendo tele, huku Zawadi akitabasamu kwa sababu alijua kuwa uvumilivu na wema kila mara hushinda usaliti. Na mpaka hapo tumefikia mwisho simulizi yetu hii. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike na kuacha komenti yako. Bye.